Alireza Arafi ameteuliwa na Baraza Kuu la Utawala la Iran kuwa mtawala ama mrithi wa Ayatollah Khamenei ambaye ni marehemu mpaka sasa tunapoongea. Umri wake ni miaka 67. Inasemekana ni mtata zaidi kuliko Khamenei, pigo ambalo Iran imefanya makosa sana kumteua kiongozi haraka namna hii. Katika medani za kivita ni kwamba unaposhambuliwa na adui na akakupiga pabaya, kuna mbinu mbili tu, either una retreat ama una surrender. Kwa sababu ukiretreat unarudi nyuma kujipanga, ukisurrender unakwenda kujipeleka uwe mateka. Sasa tukisema kwamba retreat ama surrender, wao wameamua kusema no retreat no surrender, meaning wako tayari kwa vita zaidi. Na one of the things ambavyo watu wengi hawajui ni kwamba America ni taifa ambalo huwa halitaki vita ipiganwe katika ardhi yake. Tukitoa ile wakati jimbo la Hawaii wanashambuliwa na Japan, if I'm not mistaken, ni kwamba hiyo ndio the only battle took place on America's land. Ndio vita pekee ilichukua nafasi kwa ardhi ya America. Kwa hiyo Marekani ni mjanja, yeye anakushambulia huko ulipo alafu hataki madhara nchini kwake. That's why kwenye vita ya kwanza ya dunia alikuwa kama observer tu, lakini alikuwa ni supplier wa weapons, alikuwa ni supplier wa food, alikuwa na support kupitia Marshall Plan, anatoa support ya silaha za kivita. So yeye hataki vita ipiganwe kwake. Kama Iran wangekuwa na mbinu nzuri, calibration ya kivita, maneuver, ni kwamba kama wana power watume air strike kwa land ya America, one way straight, kwa sababu wanapopiga mataifa haya ya Arabia manake wanawadhuru wenzao. Kwa sababu ukipiga Dubai, ukapiga Qatar, ukapiga around ukapiga Medina huko Mecca, it's wrong. It's damn wrong, you know what I'm saying? Wanatakiwa washambulie America's America. So one of the thing I can say ni kwamba they have really damn messed up. I'm telling you, kama Iran kweli na power, ishambulie Marekani, ashambulie ardhi ya Marekani. You can even imagine this guy anaitwa Vladimir Putin. You can see the picture, inachekesha. Ni hiyo ni imetengenezwa tu, lakini ni kama alimpigia simu anahitaji support, lakini you can see aje support. Hapa Putin anasema kwamba kitendo cha kinyama na kinachokiuka misingi ya utu, kwa sababu Khamenei ameuawa. You can see Russia, China na North Korea walikuwa na msupport sana Iran, walikuwa kimvimbisha kichwa sana. Mwisho wa siku kiongozi mkuu kafa, lakini hawajafanya lolote. Hii Marekani unaiona na Israel ni one thing, na itoshe kusema Marekani ndio dola kuu ya dunia yenye power kulikoni mataifa mengine yote. Hii iko wazi kwa sababu Marekani anatumia silaha zake kama tunasema ni laboratory. Wanatumia hizo military weapons kwa manchi zile ambao wana nguvu ndogo kuprove kwa mataifa mengine makubwa kwamba we are so powerful. Ametumia hizo weapons kumtrack Ali Khamenei yuko wapi, amepigwa kwa ofisi yake, kwa makazi yake, ameangukiwa na rubble, yani vile vifusi. At the end of the day hakuna support. Wewe unafikiri Vladimir Putin anafikiria nini? Unafikiri huyu kiongozi wa North Korea na China wanafikiria nini? You know what I'm saying? Ni shida. So this guy anaitwa Alireza Arafi, you know what I'm saying? Huyu ana kazi kubwa sana, ana shughuli kubwa sana, na akija kichwa na yeye wanammaliza. So stay tuned, stay focused. Kuna contents kibao zinakuja. I appreciate you.